Maana kuna watu wengine mashaallah sijui usingizi wana mfukoni, akaenda nyumbani atalala, akija darasa la siri atalala, akija darasa dhuhuri atalala, akija magharibi atalala. Kila ukimwona katika darasa zote tumewazoea, yeye utamwona amelala. Wakati mmoja tu ndio hajaribu kulala, wakati wa pilau, hata kwa dhihaka hasinzii kabisa. Lakini wakati wa darasa mashaallah akidara tayari kusinzia. Ni ugonjwa gani nao? Usingizi nini? Usingizi kujipumzisha, hukuja kulala. Ulale upumzike, waja'alna nawmakum subata. Usingizi wenu ni raha. Umechoka kwa makazi, ukimalizika usingizi pale pale remka ufanye jambo la maslaha. Lakini kio utalala kila wakati, na kulala sio kuishi. Tuzungumza mara nyingi sana, ule Umar al-Khayyam alizungumza, fama atala an-nawm umran wala qassara fi al-a'mari tulu sahar. Hairefushi umri kulala sana, usingizi haukupi umri refu zaidi. Nikilala sana nitaishi sana, hakuna. Wala qassara fi al-a'mari tulu sahar, wala kukesha sana sio utakufa haraka. Usiena mawazo mimi nikikesha sana nitakufa haraka, nikilala sana nitaishi sana. La, watu wakubwa walikuwa hawalali, na Qur'ani iliwapenda, kanu qalilan min al-layli ma yahjauna. Hiko akilalacho ni kichache, sio hulala kichache, hiko akilalacho ma yahjauna, kwanza hawalali sana, na hiko akilalacho ni kidogo. Wengine wamekaa miaka 40 hawalali usiku, wengi sana katika tabiina. Kasoma katika Ithafu Salatil Muttaqina, uangalie wangapi. Kamsome sana Sheikh Abdul Qadir Jailani, miaka 40 hakulala. Sana Sheikh Abubakar bin Salim, miaka kadha kadha, alikuwa halali. Walikuwa hawalali kabisa kabisa kabisa, wao ni kufanya ibada. Sana Muhammad Jamal Leili alikuwa yeye usiku kucha kupiga kelele, akisikia watu wamelala, akiuliza aina nnas, aina nnas, watu wako wapi jamani, mbona wamelala? Akajibishwa na Hawatif. Hawatif ni rununu. Rununu sauti isikiao usimuone asemaye. Kiswahili inaitwa rununu. Hata baadhi ya wataalamu wa Kiswahili wameita zile simu rununu, maanake sauti usikia. Na TV wakaita runinga, maanake kuona na kutizama. Maanake mchukua runi niyo rununu, na ngaa ni enga au angalia. Wakaiunda, na hao tunajua waliounda, na sisi tunasaidia pia katika kuunda maneno kama hayo. Basi wakasikia rununu, rahu fil kas, wamepotea katika glasi, wako ndani ya dunia. Sayyid Muhammad Jamalillah alikuwa akikesha, akichoka kufanya ibada, alikichota maji katika visima, akiwatilia watu majumbani. Kwa hakuna mifereji, wana kitu kule nje ya nyumba cha kula pokezi. Kipokezi ni kijumba kimejengwa, ukitia maji huingia kwenye birika. Basi kaenda kiwajazio, ukiamka utaona birika yako imejaa tu. Alikifanya lillahi taala, ndio sadaka yake yawezao. Usiku hawalali na mchana hawalali. Sayyidina Umar bin Khattab alikuwa halali mchana, halali usiku. Akaulizwa, mbona hulali? Kama nikilala mchana mwenye kutizama raia nani? Nikilala usiku mimi na Mola wangu tutapambana lini? Wewe ulala mchana na usiku huna ufanyalo, huna ufanyalo. Kwa sababu hiyo wataka upunguze usingizi, hasa mahala pa kheri. Utoke huko hatuja darasani, umekuja kulala. Si umelala ngaa kusinzia, umenyoka hasa, kitanda chako sijui kina kunguni, hapa mpazuri, umekuja kulala hapa kupunguza usingizi. Nafikiri kitanda kunguni wengi sana kule. Al-Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu amesema, lam araka aljannati nama talibuha wa lam araka an-nari nama haribuha. Sijaona kama pepo aitafutao amelala. Wewe itafuta pepo kisha umelala, na sikuona kama moto au kimbiao naye amelala. Wewe ukimbia moto kisha umelala, wewe itafuta pepo kisha umelala. Mpaka lini utalala wewe? Ukiishi miaka 60 ukalala kwa mezani masaa 8, mwisho usingizi masaa 8. Kwa mtu asofikia miaka 40, baada ya 40 aweza kufanya hata masaa 6.
baada ya 70 azofanya hata masaa 5 masaa 8 wala hadhuriki. Mtoto mdogo ndio atakale masaa 10 na zaidi.